إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم بتقوى الله عز وجل، إنه قد فاز المتقون. يقول تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala qad akmala lana hadha ad-din. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala katukamilishia hii dini. Wa hadha ad-din, na hii dini, fala yaqbalu az-ziyada wala an-nuqsan. Dini hii haikubali nyongeza wala haikubali ziada wala haikubali mapungufu, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala kaikamilisha dini hii. Bila aliposema Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Maida: al-yawma, leo hii, akmaltu lakum dinakum, nimeikamilisha kwenu nyinyi dini yenu, wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimetimiza juu yenu neema zangu, wa raditu lakum al-islam dina, na nimeridhia kwenu nyinyi Uislamu kuwa ndo dini. Ndugu zangu katika imani, aya hii Allah subhanahu wa ta'ala atuwekea wazi ya kwamba dini hii imekamilika, na mkamilifu wa dini hii aliyekamilisha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Haitofaa kuongeza jambo lolote isipokuwa lile ambalo aliliongeza Allah subhanahu wa ta'ala na akaliweka bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Haitofaa kupunguza isipokuwa lile ambalo kalipunguza Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Kwa dini hii ya Uislamu la yakubali ziyada wala nuqsan, haikubali ziada wala haikubali mapungufu dini ya Uislamu. Na ziada hiyo au mapungufu hayo uzingatiwa ni bid'a katika dini ya Uislamu, yazingatiwa kuwa ni uzushi. Yakulu al-Imam Malik rahimahullah ta'ala: man ibtada'a fil islam bid'atan, atakayezua katika Uislamu uzushi wowote, wa yaraha hasanatan, na akauona uzushi huo ni mzuri, akaona una ubaya gani, akauona aliyakuwa unapendeza katika Uislamu, faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana ar-risala, atakuwa medai ya kwamba Muhammad amefanya khiana ya kile ambacho kapewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ndugu zangu katika imani, ayuha almuslimun, tunatakikana tufahamu ya kwamba leo hii tushaingia katika mwezi mtakatifu, na leo hii tuko tarehe 7 ya mwezi wa Rajab,
na mwezi huu wa Rajab ndugu zangu katika imani ni katika miongoni mwa miezi mitakatifu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake wametukuza, kama ambavyo imekuja hadithi ya Abi Bakra radhiyallahu anhu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema inna az-zamana kad istadara ala hay'atihi yawma khalaqa as-samawati wal ard, hakika zama zimezunguka katika hay'a yake toka Allah subhanahu wa ta'ala ameumba mbingu na ardhi. As-sana mwaka 12 shahran, una miezi 12, minha arba'atun hurum, katika miezi 12 kuna miezi minne mitakatifu. Akasema mtume sallallahu alaihi wasallam thalathatun mutawaliyatun, miezi mitatu yenye kufuatana. Akazitaja hizo miezi yenye kufuatana, akataja Dhulqa'da, Dhulhijja wa Muharram. Hizi miezi yote mitakatifu inafuatana. Kisha akasema wa Rajab Mudhar, na Rajab ambayo unasibishwa na kabila la Mudhar, alladhi baina Jumada wa Sha'ban, ambayo Rajab iko baina ya Jumada kisha Sha'ban. Kwa hizi miezi mitakatifu Allah subhanahu wa ta'ala amekataza, fala tadhlimu fihinna anfusakum, msidhulumu nafsi zenu katika miezi hizi. Lakini bikhususi wakati huu tupo ndani ya mwezi wa Rajab. Mwezi huu ni katika miongoni mwa miezi mitakatifu minne ambazo Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake wamezihusisha kuzitaja kuwa ni miezi mitakatifu. Lakini mwezi huu hakuja thibiti ibada maalum ambayo yahusiana na mwezi huu wa Rajab. Anasema al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah ta'ala katika Lataif al-Ma'arif, anasema lam yarid fi fadli shahri Rajab wala fi siyamihi wala fi qiyam laylatin makhsusati fihi hadithun sahihun yu'tamadu alayhi. Anasema mwanachuoni huyo al-Imam al-Hafidh Ibn Rajab ya kwamba haijapokelewa hadithi yoyote inayozungumzia ubora hasa wa mwezi wa Rajab, sio katika funga wala sio katika kisimamo maalum katika mwezi huu. Hakuja thibiti hadithi yoyote sahihi ambayo inategemewa, bali hadithi zake zote zilizopokelewa ni hadithi ambazo ni dhaifu. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، haija thibiti kutoka mtume sallallahu alaihi wasallam, wala an ashabihi, wala kutoka kwa masahaba wake, wala an tabi'ina, wala kutoka kwa matabi' wale wanafunzi wa masahaba, fi shahri Rajab, haija thibiti katika mwezi wa Rajab ibadatun makhsusa, ibada maalum. Hakuna ibada maalum yoyote iliyothibiti katika mwezi huu wa Rajab. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuithibitisha, wala masahaba hawakuithibitisha, wala wanafunzi wa masahaba hawakuithibitisha, bali karne nne zote hazijathibitisha dalili yoyote wala ibada yoyote maalum katika mwezi huu. Lakini ndugu zangu katika imani, katika mwezi huu ni maarufu kwa watu wa bid'a kufanya bid'at, bid'a nyingi wakazusha, na pamoja na kujua ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuhusisha ibada yoyote katika mwezi huu. Kuna bid'atul muntashara, kuna bid'a ambazo zimeenea katika mwezi huu ambazo zabainishwa wakati wake na namna yake kuifanya. Katika miongoni mwa bid'a hizo ambazo zafanyika katika mwezi huu wa Rajab ni swala moja inaitwa salatu raghaib. Swala hii ni salatu mubtada'a, ni swala iliyozuliwa katika mwezi huu, na wakati wake swala hii uisali lailatul jum'ati al-ula min shahri Rajab. Uisali swala hii salatu raghaib
Ijumaa ya kwanza katika mwezi wa Rajab, na Ijumaa ya kwanza katika mwezi wa Rajab ni Ijumaa hii ambayo ni tarehe 7 katika mwezi wa Rajab. Ndio watu hufanya bid'a ya swala hii, huiswali usiku, na bali kumetajwa wale walioipokea swala hii yaswaliwa baina al-maghrib wal-isha, swala zisopungua 100 rakaa. Na bid'a swala hii hakuwahi kuiswali Mtume sallallahu alaihi wasallam, na swala hii haifahamiki katika karne 4 bora katika kuruni al-mufaddala. Anasema al-Imam Abu Shama al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, awwal ma uhdithat salatu ar-raghaib Baitul Maqdis ba'da al-400. Anasema swala hii mwanzo wa kwanza kuzuliwa swala hii, salatu ar-raghaib, ilizuliwa kule Palestina Baitul Maqdis baada ya miaka 400 kufa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani baada ya kupita miaka 400 kuanzia kuhama kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na maneno haya Abu Shama, al-Imam Abu Shama al-Maqdisi ameyataja katika kitabu chake الباعث على إنكار البدع والحوادث. الإمام النووي الشافعي رحمه الله تعالى أنا سامكت كمجموع الفتاوى صلاة الرغائب بدعة قبيحة منكرة ولا يغتر بذكرها في كتاب قوت القلوب. Anasema al-Imam an-Nawawi Shafi'i, na huyu ni katika miongoni mwa mashekhe na maimamu wa madhhabi ya al-Imam Shafi'i, ambao watu wengi wanaofanya bid'a hizi hujinasibisha na madhehebu ya Imam Ahmad, ya Imam Shafi'i, hali ya kuwa al-Imam Shafi'i bid'a hii hajui wala hakutokea kuiswali, wala kwenye kitabu chake tegemeza al-Umm hakuwahi kuitaja swala hii inaitwa salatu ar-raghaib. Lakini imezuliwa Imam Shafi'i ashafariki baada ya kupita miaka 400, inakuja swala hii kuzuliwa. Anasema al-Imam an-Nawawi ash-Shafi'i rahimahullah ta'ala, salatu ar-raghaib, hii salatu ar-raghaib anasema ni bid'atun qabiha, ni uzushi mbaya, munkaratun, na ni munkar, la yughtaru bidhikriha fi kitabi qutul qulub, wala mtu asighurike kutajwa bid'a hii kwenye kitabu kinachoitwa Qutul Qulub. Ndugu zangu katika imani, bid'a hii wanatakikana waislamu kujiepusha nazo, kama anavyosema al-Imam Ibn Jawzi rahimahullah ta'ala, ahadithuha mawdhu'atun bila shakkin, hadithi ambazo zimekuja kuzungumzia salatu ar-raghaib, swala hii inasaliwa swala 100 baina al-maghrib wal-isha, sijui namna gani, kama walivyotaja wanachuoni, Mtume hakuwahi kuswali swala hii, wala hakutokea Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa wakati mmoja akaswali swala 100, haikuwahi kutokea. Bila shaka kitendo hiki chaonyesha kwamba ni bid'atu munkara, kama alivyosema al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala. Lakini bid'a ya pili kwa haraka ambayo ufanyika katika mwezi huu, na takhsisu Rajab bisiyami ta'dhiman lahu, na ni kuhusisha na kuweka saumu maalum katika mwezi huu wa Rajab na kuitukuza siku hiyo na wakati huo. Ndugu zangu katika imani, wakati wa mwezi wa Rajab au masiku maalum katika mwezi wa Rajab, kuna siku maalum wameziteua watu wafunga, hali ya kuwa hakujathibiti ibada yoyote katika mwezi huu wa Rajab. Hakujathibiti ibada yoyote maalum kwa ajili ya mwezi huu wa Rajab, sio saum, sio zaka, wala sio Qur'an, wala sio kisimamo, kwamba ikisimamo ni kwa ajili ya Rajab, haijathibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أحاديث صيام رجب كلها ضعيفة بل موضوعة. ameyataja maneno haya katika majmuu al-fatawa. Anasema hadithi ambazo zimekuja kuzungumzia saumu maalum ya mwezi wa Rajab zote ni dhaifu, bali zimetengenezwa na kunasibishwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia anasema al-Imam al-Hafidh Ibn Rajab
ابن حجر ابن حجر الأسقلاني رحمه الله تعالى anasema katika tabyin al-ajab bima warada fi fadli rajab lam yathbut fi fadli shahri rajab, haijathibiti katika kuzungumzia ubora maalum wa mwezi wa Rajab, la fi siyamihi, sio katika funga, wala fi shay'in minhu, wala chochote katika mwezi wa Rajab hadithun sahihun yaslu lilhujja. Hakuna hadithi yoyote ambayo inafaa kuitumia kuwa ni hujja, bali zote ni maudhu'a. Kwa waislamu wajiepushe na kuhusisha saumu. Leo hii kuna watu walinganiwa katika misikiti yao, hasa siku ya leo Ijumaa, walinganiwa kusali salatu raghaib na pia kuhamasishwa kufunga saumu maalum katika mwezi huu wa Rajab. Hakuja thibiti saumu yoyote kuhusisha. Ukihusisha saumu yoyote na Rajab, bali tunakwambia wewe umefanya bid'a, wala hutakuwa na dalili yoyote ambayo utaitumia kutetea jambo hilo. Bali alikuwa ibn Umar Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma yanha an ta'dhim shahri Rajab bisiyam. Alikuwa kikataza watu wasiutukuze mwezi wa Rajab, kwa sababu asili mwezi huu walikuwa kiutukuza ahlul jahiliya. Bali Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu alipokuwa akikuta watu wamefunga, anaishika mikono yao na kuiweka kwenye vyakula, kuleni mpaka wengine kupigwa, kwa sababu anawaambia hakuja thibiti dalili yoyote. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwahi kufunga kuhusisha mwezi huu wa Rajab. aqulu ma tasma'un astaghfirullah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ndugu zangu katika imani, bid'a zinazofanyika katika mwezi huu ni bid'a nyingi sana, lakini katika miongoni pia za bid'a ambazo zinafanyika katika mwezi huu ni ihtifalu bilailati al-Isra wal Mi'raj. Ni watu kusherehekea, kuwa na maafali na sherehe na sikukuu usiku ambao unadaiwa ya kwamba ni usiku wa Isra na Mi'raj, na kisa chake maarufu lada almuslimin alladhina yata'allamuna ad-dina. Kisa cha Isra na Mi'raj chafahamika kwa wale wanaojifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisa hiki wao wanasema ya kwamba kimethibiti katika mwezi wa Rajab, bali wakati wake ukihusisha na usiku wa tarehe 27 katika mwezi wa Rajab, lailatu 27 min Rajab au min Rajab, kuhusisha usiku wa 27 katika mwezi wa Rajab. Lakini uhakika wa sheria ya Uislamu, hakuna dalili ambayo imeainisha usiku huo ya kwamba kutokea sherehe. Lakini pia wanachuoni wanasema, akiwemo Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, lam yakum dalilun ma'lumun ala ta'yin laylat al-Isra wa lam yushra'u takhsisuha bi'ibadatin. Anasema maneno muhimu sana ya kwamba hakuja simama dalili yoyote, lam yakum dalilun ma'lumun, hakuja simama dalili yoyote inayofahamika ala ta'yin lailati al-Isra, inayoainisha inautaja usiku wa Isra na Mi'raj. Lakini pia akasema walam yushra'u takhsisuha bi'ibada, sio sheria, hakuna sheria ya kuhusisha usiku huo kwa ibada maalum. Qala al-Imam Ibn Hajj al-Maliki rahimahullah ta'ala, anasema ta'dhimu hadhihi al-layla wal-ihtifalu biha, kutukuza usiku wa Isra na Mi'raj na kusherekea maafali ya usiku huo, akasema ni bid'atun lam yaf'alha as-salaf, ni uzushi hakuwahi kufanya yeyote katika wema waliotangulia. Kwa hiyo Isra na Mi'raj, bali wanachuoni wametofautiana katika kuitaja ni usiku gani, bali ilikuwa ni mwezi gani, lakini watu wakahusisha ni usiku fulani. Hakuna dalili yoyote ilionyesha kwamba ilikuwa tarehe 27.
bali ni jitihada za watu, na wakahusisha sherehe siku hiyo, wakala vyakula, wakaandaa vyakula, wakataja kisa mpaka ndani yake kuna uongo wa wazi wa kumsingizia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakataja mambo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam wala wale waliotangulia hawakuwahi kuyasema, lau kama watayasikia hayo wanayoyataja katika Isra na Mi'raj, kama lau anadhihiri Umar ibn Khattab katika mahafali hayo, atawakata mashingo yao kwa sababu ya kumsema vibaya na kumsingizia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bali kuna matukio wayataja, na wakataja baadhi ya watu ambapo wamefika hakuwahi kufika Jibril. Wamewataja baadhi ya watu kwamba wamefika katika Isra na Mi'raj, wamefika sehemu hiyo Jibril hakuwahi kufika, kuonyesha hadithi hiyo ni munkar, kana kwamba walikuweko. Lakini kwa haraka, bidaa nyingine inayofanyika katika mwezi huu ni vichinjo maalum na sadaka maalum katika mwezi huu wa Rajab, na kichinjwa hicho kinaitwa atira. Katika miji yetu mara nyingi sana kichinjwa hiki huwa wakifanyi, lakini miji mingine huwa wanakifanya kichinjwa hiki, na Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwakataza masahaba, kwa sababu kichinjwa hiki walikuwa kifanya zama za jahiliya kabla ya Uislamu. Walipokuwa ahlu jahiliya makuraish katika mwezi wa Rajab, walikuwa wakitoa kichinjo wanachinja, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia la far'a wala atira. Hadithi rawahu al-Bukhari wa Muslim. Mtume akawatakataza kichinjo hicho na sadaka inayotolewa siku hiyo. Kwa hiyo hakujahusishwa sadaka maalum. Ndugu zangu katika imani, ibadallah, as-salafu salih walikuwa ni wakali sana, ashaddu an-nasi tahdhiran min al-bid'i wal muhdathat. Wema waliotangulia walikuwa ni wakali sana, wanatumia nguvu kubwa katika kukemea mambo yanazuliwa katika dini na kutahadharisha na mambo yanaongezwa, kama tulivyozungumza, na kutaja dalili inayojulisha kwamba Uislamu huu umekamilika, hauhitaji nyongeza wala ziada. Anasema Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum, fuateni wala msizue katika dini, mmeshatoshelezwa. Dini imekamilika, Mtume sallallahu alaihi wasallam kashatutosheleza, hatuhitaji ziada. Abdullah ibn Mas'ud anatuambia fuateni tu, wala tabtadi'u, wala msizue, msiongeza katika dini wala msipunguze katika dini, faqad kufitum, hakika nyinyi, faqad kufitum, hakika nyinyi mmeshatoshelezwa. Hudhaifa ibn al-Yaman, sahaba radhiyallahu anhu, sahaba huyo alikuwa akimuuliza maswali mazito sana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema katika al-i'tisam, katika kitabu cha al-Imam ash-Shatibi rahimahullahu ta'ala, anasema kullu ibadatin lam yata'abbadha ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fala ta'abbaduha. Anasema sahaba huyo ya kwamba kila ibada au ibada yoyote ile, ibada zote ambazo lam yata'abbadha ashabu rasulillah, hawakuzifanya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, fala ta'abbaduha, msizifanye ibada hizo. Sahaba yoyote ibada ambayo hakuifanya, wewe Muislamu utakiwa kuifanya, kwa sababu ukiifanya utakuwa umezua na umeongeza katika dini, na ukiongeza katika dini unakuwa umefanya bid'a. Na katika mukaddima tumesikia maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa akisema wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi an-nar, kila bid'a ni uzushi, na uzushi na watu wake wataingia motoni, waliyadhu billah. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala an yujirna minan nar, atuepushe na moto wa jahannam. Anasema Sufyan ath-Thawri katika ubaya wa bid'a na hatari ya uzushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, anasema Sufyan, al-Imam Sufyan ath-Thawri anasema al-bid'atu ahabbu ila iblisa min al-ma'siyah, uzushi anaupenda sana Ibilisi kuliko maasi mengine. Anaweza mtu akafanya zina, anaweza mtu akatapeli, anaweza mtu akaiba, maasi mengineyo. Sheitani wala asishtuke akaona kwamba wewe umefanya maasi mazito,
lakini yule mtu anayeongeza katika dini, anayefanya bid'a katika dini, sheitani ibilisi anampenda sana kuliko watu wengine. Mtu anaweza akanywa pombe lakini sheitani akampenda sana anayefanya bid'a katika dini, kwa sababu anayekunywa pombe, kwa sababu anayefanya zina, kwa sababu yule anayefanya maasi mengineyo anajua kwamba hapa ninamkosea Allah, bali yataraji kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tofauti na mtu anayefanya bid'a. Mtu wa bid'a anaona yeye ya kwamba anafanya ibada, kama alivyosema walivyotaja maulama waliotangulia kama Imam Ahmad na wengineo, kwamba mtu wa bid'a la yuwaffaqu litauba, awafikishwi kufanya toba, hawezi kutubia bid'a yake. Kwa ndugu zangu katika imani, tunatakikana tutahadhari bid'a kwa sura zote, kwa kusoma na kukaa chini kuwasikiliza maulama wa ahli sunnati wal jamaa. Anasema al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, sahibu al-bid'a la yazdadu ijtihaduhu illa bu'da. Mtu wa bid'a haongezi chochote katika jitihada yake isipokuwa na kuwa mbali na dini. Kila anapongeza jitihada katika bid'a yake, ndivyo anapokuwa mbali na Allah, ndivyo anavyozidi kuwa mbali na dini ya Uislamu. Kwa ndugu zangu katika imani, tusighurike na wingi wa watu. Alhaqu laysa alhaqu bikathrati alfa'ilin, haki haiwi kwa wingi wenye kufanya, wala bihusni niyat, wala haki haiwi kwa nia nzuri. Watu wakawadanganya waislamu ya kwamba kuna ubaya gani, na sisi tunawauliza kuna uzuri gani wewe kuongeza katika dini, hali ya kuwa ni jambo la hatari, hali ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi an-nar. Ndugu zangu katika imani, mwezi huu Muislamu ajiepushe na bid'a zote. Hakuja thibiti, pamoja na kuwa ni mwezi mtakatifu, hakuja thibiti ibada maalum inayoitwa ni ibada fulani ya Rajab. Sio saum, sio sadaqa, wala sio mahafali, wala ibada zinginezo, wala sala maalum, wala kisimamo maalum. Mtu akasimama qiyamul layl, wewe unasimama qiyamul layl hili, mimi nasimama qiyamul layl hasa katika mwezi wa Rajab, si mwezi mtukufu. Tunakwambia umefanya bid'a, kwa sababu hakuwahi kutokea hadithi yoyote iliyokuwa sahihi kuhusisha mwezi huu wa Rajab. Allahumma inna na'udhu bika min al-bid'i wal muhdathat. اللهم إنا نعوذ بك من البدع والمحدثات. اللهم أحيي قلوبنا بالسنة، اللهم أحيي قلوبنا بالسنة وأمتنا عليها، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. إن الله يأمر بالصدقة والإحسان